Yes, ikiwa bado joto la finali ya Simba linaendelea kuwa zito zaidi, wakati huo wameisha fieka kabisa ule mchaka, na sasa sijui watani watajificha kwenye nini. Leo nataka tujikumbushe kwa kuangalia safari nzima ya msimu mzima wa shirikisho. Alianzaje Simba mpaka kufikia finali, kabla tunasubiri hizo mechi mbili ambazo zimebakia. Tunakumbuka kabisa mechi ya kwanza ambayo ilipigwa away, ambayo alikutana na klabu ambayo ilikuwa imejiandaa kabisa kwa bingwa wa shirikisho, ya Ahli Tripoli ya kule Libya, ambayo ni timu ngumu sana. Kifupi, timu yenye ilikuwa imefanya usajili mkubwa mzito kabisa kwa ajili ya kujiandaa kunyanyua makwapa ya shirikisho. Ndo alikutana naye kwenye raundi ya pili. Wakati huo watu wengi na wachambuzi wengi wakiamini kabisa kwamba Simba hawezi kutoboa, lakini akaenda away akapata suluhu ya kutokufungana. Akaja Benjamin Mkapa, anakwenda kucheza ile mechi. Mabululu anatangulia kwa goli la kwanza, Kibu anakuja kusawazisha, alafu Ateba anakuja kufunga goli la pili, alafu dakika ya 90 plus anakuja kufunga Edwin Barua goli la tatu. Mechi inaisha 3-1. Mechi nzuri sana ambayo ilikuwa ni nzuri kwa kutazama, yani kama finali fulani hivi. Ilikuwa ni bomba sana. Lakini pia tunakuja kuangalia pia kwenye mechi za makundi, ambapo alikuja kupangiwa akapangiwa yeye Spaxie, akapangiwa na Constantine, akapangiwa na Bravosh de Marquez. Lakini pia ilikuwa ni nzuri sana. Ilikuwa ni grupu moja ambalo limekaa kitriki sana, yani kimtego sana. Mechi ya kwanza anacheza na Bravosh, anakanyaga goli moja la aua, goli la penalti. Kipindi cha pili wanashikilia bomba, Simba wanaletewa moto muda wote. Mechi kaisha, akaondoka akaenda kucheza na Constantine. Akakutana na Constantine kule, Mohamed Hussein anaweka goli moja safi sana, ambalo alikuwa na chop kuileta ndani ili watu waibutue, au waipige kichwa, anaikuta kwenye wavu, golikipa elewi kimetokea nini. Safari ilikuwa nzuri sana. Lakini pia ile mechi ilisha 2-1. Alafu tunarudi tena, akaja kukutana akarudi nyumbani kuja kukutana na Sfaxien. Akakutana na Sfaxien ambaye ni bingwa wa kihistoria wa kombe la shirikisho. Wakacheza ile mechi, nakumbuka kabisa dakika ya ngapi hivi, kama sio ya 5 ya ngapi, Simba amelamba kwanza cha uzembe wao. Chemalone amerudisha mpira hujafika vizuri, Mwamba ameiweka kwenye kamba. Wana Simba Rose na dundia nje, lakini wanaume hawajakata tamaa. Kibu dakika ya 8 anasawazisha. Alafu tena mwisho dakika ya 97 Kibu anakwenda kuweka pointi 3 muhimu, anaziweka kimiani. Mnyama Simba anakuwa ameokota pointi 6. Wakati huo wote ambao wanacheza, kila mtu ana pointi zake 6. Unaona, kasoro Spaxie ndo ana pointi yoyote ile. Unaona, anatoka hapo anakwenda kule Tunisia. Anacheza ile mechi kimbinu sana. Fadru anacheza kimbinu sana. Mnyama Simba amekaa nyuma muda wote. Inakuja kufikia mahali anacheza mipira mirefu. Shemalon Fondo anaiweka mbele kule, Ateba anakutana nayo, anaiweka ndani ili aikute ndani. Anapita kipanga moja anaitwa aua, anaiweka kwenye defreezer, haijafika hata chini, anaiunga kwenye kamba. Pointi 3 muhimu, pointi 9 hizo. Mnyama na hesabu zake tu, vitu vyake. Umeona, anatoka hapo anakwenda anaunga moja kwa moja, anakwenda Angora kwa de Marquez. Anakutana na de Marquez ambaye nyumbani kwake hakuna mwamba aliyetoka
ametoka salama. Kila mtu ameoga pale, tena ameoga magoli, sio ameoga goli, ameoga magoli. Kwa hiyo Simba ameenda pale, amecheza kimbinu sana, anafanya makosa tena. Yusuf Kagoma anarudisha back pass, Chemalone anaipiga kidogo ile, mwamba anakutana nayo yule msauzi yule mwamba moja hivi alishakucheza pale Orlando Pirates yule. Anakuja anaweka mua mmoja hivi kule juu, kamera anaona tu nyavu zinacheza hivi. Dakika zinaenda, dakika karibia na mwisho kabisa, Ateba anakuja kuiweka moja hivi na mpita Tobo beki, alafu inakwenda kuingia na nilia kwenye kamba, inampita Tobo na nilia goalkeeper. Kwa momenti moja safi sana. Simba anajikusanyia pointi 10 mpaka hapo, anasubiri mechi yake ya nyumbani. Sasa mnyama amecharuka tayari, ashafuzu hapo. Mtani wake kule nyumbani tayari anahesabu mahesabu yake huko, ameisha mkanyaga mtu wake huko. Alikuwa anacheza alikuwa ameenda kucheza huko Mauritania. Kwa hiyo ikawa ni moment nzuri sana. Mtani anasubiri kufuzu, alafu Simba ameisha fuzu tayari, mechi moja mkononi anayo. Nakumbuka ile mechi bwana, mashabiki walizuiliwa kuingia uwanjani. Hakuna shabiki ambaye alikuwa anaruhusiwa kuingia uwanjani. Ikafikia mahali bwana wakaweka big screen mechi ya mwisho hiyo. Mtani jana ametoka kucheza na amedraw, maana yake amerudi nyumbani, ameshindwa kufuzu. Mnyama Simba hakuna shabiki hata mmoja, wako viongozi tu na waandishi wa habari, tena kwa idadi maalum ambayo wamewekewa na CAF. Nakumbuka Mwembe Yanga pale ambako wameweka big screen, wamba wanaimba muda wote tu, Simba tupeleke robo finali, Simba tupeleke robo finali, tunataka kuongoza kundi. Mjomba mbungi inaanza kupigwa kipindi cha kwanza bila. Hapo kiangalia Konstantini amebaki basi kweli, anaanguka Mwarabu analala. Nakumbuka kama dakika ya ngapi hivi, kama sio 60-70 pale, mwamba Mpanzo anatoka na mpira huko, anamwekea Kibu. Mpanzo anaenda kuiomba mbele, anageuka kuangalia iko wapi, anakuta wavu unacheza tayari mbele, Kibu ameishenyentea huko kwa mbali. Naona wanajipatia goli la kwanza. Goli la pili anakuja kuliweka mwenyewe mkali wao Elie. Nakumbuka ile ilikuwa mechi kali sana, anaongoza grupu, anakwenda kupangiwa na Al Masry, ambapo ni mfupa mgumu sana kwa Simba. Mechi ya kwanza ya robo finali anakwenda kucheza Misri. Mechi Simba ameupiga sana mpira, ameukanyaga sana mpira, lakini kitu cha ajabu zaidi matokeo. Yani Simba amemiliki mpira 60+, alafu matokeo anakuja Simba 0, Al Masry 2. Watu wa Simba hapo hawaelewi kabisa, ni hawaelewi. Kila mtu anasema lake. Kwa Mkapa bwana, wamba wamejaa pale, hawamkatiagi mnyama Simba tamaa bwana, wamejaa pale. Pile linapigwa mpaka dakika ya 45, mnyama yuko mbele anaongoza, alafu bado dakika 45 nyingine. Nakumbuka ilikuwa moment nzuri sana hiyo mechi ya robo finali. Inakuja kuisha, mnyama huyo hapo Matuta anakuja na piga shalawa, anapiga mua mmoja hivi, kipa ameufuata lakini ukamshinda kasi, kamba ya kwanza. Au ananilia Kamara anapewa kitu, Kamara anakibutua, kinatoka, anapangua ya kwanza hiyo, amesave ya kwanza. Anakuja kucheza penalti ya pili, nakumbuka alikuwa nani, alikuwa Kapombe hivi, kitu kama Kapombe bwana. Kapombe akaweka kamba. Naona wao mchezaji wa pili wa kutoka Al Masry anakuja na anaweka kamba moja, inakuwa 2-1. Penalti ya tatu inakuja kupigwa, nakumbuka alikuwa ni Kibu Dennis bwana.
alikuwa ni Kibu Dennis, anakuja kupiga penalti moja kali sana, ameiweka mwamba wa juu kabisa kule, yani wavu wa juu kabisa hivi, inakuwa 3-1. Naona penalti zikawa zimeshafika ngapi, zimefika ngapi, zimefika 3. Mwamba wa anakwenda anapangua penalti. Mwamba kama anapangua penalti, anakuja kuipiga penalti ya mwisho, penalti ya maamuzi hiyo sasa ya mwamba mmoja na Mkwara huyo amepiga penalti hiyo moja. Nakumbuka kuna penalti kama ile alishaikupiga Kagere, sema Kagere ya kwake ilikuwa ina nguvu, kwa hiyo amepiga kiufundi sana, kipa anaenda huku, penalti inaingia pale, mpira pole pole huo kwenye wavu ndani. Mnyama Simba huyo finali, nusu finali bwana, anakuja kukutana na mwamba, anajiandaa kucheza na Zamaleki, anakuja kukutana na mwamba moja anaitwa Stella. Anakutana na Stellenbosch, alafu Stellenbosch amemkanyaga mwanangu Zamaleki pale 1-1, amefuzu. Kwa hiyo mtiti ukawa ni hapo, watu wanaogopa kinoma yani. Afu kibaya zaidi sasa, mechi imetolewa Benjamin Mkapa, imepelekwa Zanzibari. Unajua hamna kitu chenye kilikuwa kinawatikisa watu kama kile, kimewatikisa kinoma sana. Basi watu wakaenda Zanzibari pale, wamejaa amani na nini. Mechi imekanyagwa mwanangu, dakika zote kimya. Mkali mmoja huyo, mtoto mdogo mwenye black kwanza huyo, macho yake yenyewe anajua yeye mwenyewe yani, anakuja anakanyaga free kick moja, goli la msingi hilo yani, goli la thamani, goli la dhahabu hilo, kaliweka hilo afu siku ameupiga mwingi sana, lakini mwanangu ikafikia mahali dakika za mwisho kabisa anakuja kukosa nafasi ya wazi ile watu wakajua tayari hapa mnyama nyumbani hapa. Yani nyumbani unashinda goli moja afu unakwenda ugenini huko, na ugenini wale Stellenbosch wanacheza mwanangu, wanaubonda mpira yani, wanatembea na mpira kinoma. Inafikia mahali sasa wanakwenda South mwanangu, au wa Tanzania walioko South, waliokuja kutoka Dar es Salaam, kutoka mikoa mingine mbalimbali, wameenda kujaza ile mabida ile mwanangu, yani kama nyumbani kwao, kama kwetu. Kumbuka momenti za uwanjani zote muhimu, sauti inayosikika ni ya kibongo tu. Yani wao wako nyumbani kwao, lakini hamna kitu chenye kinasikika kwao, wanasikika bongo tu. Naona mpira unaanza kupigwa mwanangu, dakika ya 12 hivi, Kibu anasukumwa, anaguswa kidogo, wala yule mchezaji mkubwa yule alivyoguswa kidogo akasema hapa nashikilia, akajitupa mpaka chini mzee. Alivyojitupa, maamuzi hayo, penalti ikawekwa. Kwa hiyo penalti, watu mpaka kwenye VAR kuangalia, chuma sio, tucheze mpira, cheza we. Mpaka dakika zote 45 zote za kwanza zinakata kitu empty. Kaja kipindi cha pili bwana, Fadlu amewarudisha vijana wote nyuma. Mpanzo anacheza 7 huko, anacheza chini pale, alafu Kibu anacheza 11 huko, anakuja kumsaidia Zimbwe huko. Bila limepigwa bwana, kafikia mahali bwana, penalti kuikagua ile penalti ya mchongo ya uongo, VAR ikapeta. Mara yule dogo si winga, yule nani yule winga, si fullback ya kulia ile, kafanya cross moja hivi, striker anakuja kukutana nayo, anaipush kidogo, anamwekea mwenzia anaunga kwenye kamba. Kuli kuangalia VAR, alizidi huyu mguu huyu, katolewa. Ile safari ya Simba ilikuwa ngumu, yani kiasi kwamba yani mpaka wenyewe yani filimbi inavulizwa, hawaamini kama mpira umeisha. Ndio maana unaona mpaka sasa hivi yani mtaa
haujatulia kabisa. Safari yao ilikuwa ngumu kiasi fulani hivi, lakini pengine ndio wakati wao sahihi wa kuja kutuletea ubingwa wa Afrika hapa kwenye katika kombe la shirikisho. Pengine watakuwa kwanza kama vile Magufuli alivyokuwa ametabiri, sijui, lakini maybe wanaweza kaleta, wapambane, wasiende kufunguka kwa Berkane. Berkane ni mtu mtabe sana, angalia wapi anakupiga popote pale. Kwa hiyo wakacheza kwa nidhamu kama walivyocheza na Ahli Tripoli. Nadhani mimi mechi ngumu zaidi ilikuwa ni ya Ahli Tripoli. Ilikuwa mechi ngumu sana kushikilia roho muda wote, na ya nusu finali. Kwa hiyo hata hiyo ya mwisho hiyo wakacheze kwa akili sana, wakacheze kimbinu sana, ikiwezekana kule hata wakipoteza mechi wapoteze kwa 2-1 au 1-0, waje waimalize kwa Mkapa hapa. Nadhani safari ilikuwa nzuri sana.